Unaposukuma mtoto leba au unapopush, hii inaweza kuamua kiwango chako cha uchovu, inaweza ikaamua hali ya msamba. Unajua kuna kuchanika, unaweza ukachanika. Kwa hiyo jinsi utakavyopush itaamua kiwango chako cha uchovu, afya ya msamba wako au hali ya mtoto. Ujue nilipokuwa naenda hospitali uzazi wangu wa kwanza, sikuwa najua jinsi nisukumaje mtoto. Yaani sikuwa najua chochote. Kwa hiyo nilienda tu, sijui nilikuwa nategemea nini. Unapoenda kujifungua usisubiri usisubiri bahati ikutokee. Ni maandalizi. Jielimishe, hakikisha unajua unakwenda kufanya nini na ikitokea kitu fulani ufanye nini. Ni kama process ya kupika chakula. Unapopika chakula fulani unajua nikifanya hivi moto ukiwa mkubwa either chakula kitaungua au nikizidisha chumvi. Yaani unakuwa hauendi tu kupika afu umepewa mchele unapika, yani kila kitu kinatoka akilini pale pale. Hapana, unakuwa umefundishwa au vitu kama hivyo. Kwa hiyo bila kukuchosha, nataka tuende kwenye video ya leo ambayo nataka nielezee kiufupi kuhusu jinsi tunavyosukuma mtoto. Naitwa Miriam, mimi ni birth doula, najulikana kama msaidizi. Birth doula ni term inayojulikana kama msaidizi na mtoa elimu wa uzazi. Hii inahusisha ujauzito, kujifungua na muda mfupi tu baada ya kujifungua. So karibu katika channel yetu, tunaongelea juu ya uzazi chanya. Subscribe uweze kuwa na maarifa ya uzazi chanya ili uwe na experience nzuri katika uzazi wako. So kabla sijaongelea kuhusu kusukuma mtoto exactly, hapo mwanzo nilisema kwamba nilienda hospitali nikiwa sijui chochote. So yani ile iliniweka katika wakati mgumu sana. Nilitumia nguvu nyingi sana kupush mapema. Kwanza nilienda hospitali mapema sana. Kwa hiyo ilikuwa ni kosa la kwanza, okay? Na nilichoka mapema zaidi kwa sababu yani nilikuwa sijui kinachoendelea. Sijui mwili unafanya nini. Na tulipouliza watu wa huduma kuna namna ambayo naweza nikatumia mwili wangu labda kuisaidia leba ili iendelee kuongezeka, waliniambia hakuna namna unaweza kufanya. Okay? Yani nakumbuka vizuri niliambiwa hivyo. Anyway, so matokeo yake niliambulia kufanywa operation ambayo napenda kuongelea kwamba haikuwa ni lazima, kwa sababu baada ya hapo nilijua kabisa haikuwa necessary. Anyway, video leo nataka niongelee kuhusu pushing. Katika tunaposukuma mtoto kuna aina mbili za usukumaji. Kuna hii ambayo tunaita purple pushing. So hii purple pushing ndio njia ambayo wengi tunaiona hata kwenye filamu au nakuta watu wa huduma wengi wanakuambia uitumie. Inakuwaje? Unaambiwa uvute pumzi kubwa alafu unaishikilia then unasukuma mtoto kwa nguvu. Oh my God. So hiyo pushing ndo ambayo inatumika sana sana hospitali na muda mwingine tunaiona kwenye movies. So kwa nini inaitwa purple pushing? Sijui kuita kwa Kiswahili, lakini ni usukumaji mwekundu labda naweza nikasema, au wa zambarau. Hii ni kwa sababu unapovuta ile pumzi unaona mishipa inakakama, alafu pia shinikizo la damu kichwani linakuwa ni kubwa. Kwa hiyo mtu kama kwa mfano ni mzungu anaweza hata akatan purple, anaweza akawa rangi ya purple au mwekundu. So ndio maana inaitwa purple pushing. So hii sio njia nzuri na madhara yake ni kama ifuatavyo. Kwanza inapunguza oksijeni kwenda kwa mtoto kwa sababu unakuwa haupumui kwa utulivu na kwa kina. Kwa hiyo unakuwa umepumua tu pumzi kubwa. So unakuwa unabana pumzi, hawezi kumfikia oxygen, mtoto anakuwa hana oxygen ya kutosha. Ya pili, inaongeza uwezekano wa mama kuchanika vibaya, kwa sababu unaposukuma kwa nguvu, kuna mfano unapenda kutoa, kama ukisukuma kwa nguvu, kwa hiyo ni rahisi
wewe kuchanika, kwa sababu ukipush ile kwa nguvu zote ni rahisi wewe kuchanika, lakini pia inakuchosha haraka kama nilivyoelezea pale mwanzo. Kwa mimi, ingawa sikupush, ila mimi yale maumivu ya uzazi yalikuwa yakija, nilikuwa sijui, nilikuwa naanza nilikuwa nahisi labda mtoto ndo anakuja, kwa hiyo na mimi nilikuwa najitahidi kusaidia maumivu ya leba, lakini ukiona sukuma mtoto ukasukuma, kwa hiyo itakuchosha haraka, kwa sababu unakuwa umefocus na kumtoa mtoto, na watu wa huduma wanakuambia sukuma mtoto, kwa hiyo unajiweka kabisa nyuma ya pazia pembeni, wewe uko busy kusukuma mtoto. So okay, hiyo ni njia ya kwanza. Usukumaji wa namna ya pili unaitwa open glottis pushing. Hii inamaanisha kwamba ni kusukuma kwa uwazi. Hii ndio njia ya asili ambayo birth doula kama mimi, msaidizi wa uzazi, ambao ninapenda kuitumia, lakini pia na wakunga wa kisasa wanahimiza. Kwa sababu ninaposema kisasa, ni kuna sera ambazo zilikuwa zinafuatwa zamani ambazo pia zilikuwa zinaongeza uwezekano wa mtu kufanywa upasuaji. Kwa sasa hivi hizo tumeachana nazo, tunaingia katika namna ya kumsaidia mama kujifungua kwa asili zaidi. Kwa hiyo hii unakuwa unavuta pumzi kwa kina, unavuta kutumia pua, unatoa kwa mdomo, pia unatumia miguno ya chini. Keep calm, you're doing great. Open glottis pushing works magic. I am so excited it is happening. Kulingana na hatua, uko katika hatua gani ya kusukuma mtoto, kama uko kwenye hatua ya mwanzo au ile active labor katikati au transition, unapokuwa unakaribia kusukuma mtoto. Kwa unapokuwa unasukuma mtoto kwa njia ya pumzi, njia ya hewa inabaki wazi, kwa mtoto anaweza akapata hewa ya kutosha. Kwa hiyo hizo ndio faida zake. Ya kwanza, mtoto anapata hewa ya kutosha. Kwa akipata hewa ya kutosha, kuna ile inaitwa distress, mapigo ya mtoto yanakuwa yanaenda mbio. Kwa hiyo anasema mtoto uko kwenye distress, inabidi tukufanyie operation. Hapana, kwa unapokuwa unapumua vizuri, mtoto anapata oksijeni ya kutosha, kwa hiyo anakuwa yuko fresh. Alafu faida ya pili, mama anatumia nguvu kidogo na achoki haraka. Faida nyingine ni msamba utatanuka taratibu. Kwa hiyo kuchanika inakuwa sio rahisi, itakuwa tu inatanuka, unapopumua inatanuka vizuri. Kwa hiyo inafuata msukumo wa asili wa mwili ambao nikisema msukumo wa asili ni kama vile ukitaka kutapika au ukitaka kupiga chafya, yani hiyo ni natural, uweze ukafanya kitu chochote. Ukitaka kutapika sio rahisi kuzuia, kwa hiyo utatapika. So na mtoto pia tunamtapika kwa chini kwa nguvu ya pumzi. Kwa hiyo utapumua then mtoto itafikia hatua mtoto atatoka, na utajuaje kama mtoto anatoka? Utapata huo msukumo, na ukifanya ile pumzi mtoto pia atatoka vizuri. Kama unataka kuelewa zaidi jinsi ya kutumia pumzi au jinsi ya kusukuma mtoto kwa nguvu ya pumzi, unaweza ukaenda ukaangalia video yangu ya uzazi rahisi kwa kutumia pumzi, mbinu ya pumzi kwa uzazi rahisi. Kama nilichokielezea hapa kimekusaidia na ulikuwa haujui, usisahau comment, usisahau kuuliza maswali hapo chini, lakini subscribe pia kama bado, na share hii video na mama mwingine kumsaidia. Okay? Na kushauri tumia usukumaji wa namna ya pili, usitumie papo pushing. Yes, nitakuona kwenye video ijayo. Thank you for watching and see you soon.